bless you. Shalom, shalom. Ni mimi rafiki yako Pastor Joseph, ni kukaribisha katika kipindi hiki cha kusikiliza neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu na kulitenda neno la Mungu kwa pamoja. Leo imetupendeza tukajifunze kwa habari ya kufuta alama za uovu. Kuna ulimwengu wa aina mbili. Kuna ulimwengu wa roho, ndio ulimwengu mama unaozalisha vitu haya mambo yote yanayoonekana katika ulimwengu wa mwili. Kwa kuna ulimwengu wa roho na kuna ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho, tunapozungumzia ulimwengu wa roho, tunazungumzia Mungu, tunazungumzia malaika. Tunapozungumzia ulimwengu wa mwili, tunazungumzia vyote vinavyoonekana kwa macho ya nyama. Kwa kuna ulimwengu wa roho na kuna ulimwengu wa mwili au ulimwengu wa wakati. Tujifunze sawasawa na neno la Mungu na tukaombe pamoja. Tunajifunza kwa habari ya kufuta alama za uovu. Zipo alama za uovu ambazo mtu anaweza kawekewa, alafu uovu ukawa unamfuata. Kuna watu wanafuatwa na uovu, kuna watu wanafuatwa na magonjwa, kuna watu wanafuatwa na umaskini, kuna watu wanafuatwa na mateso. Ni kwa sababu zipo alama walizowekewa katika ulimwengu wa roho, wamewekewa na ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unaweza ukamwekea mtu alama ya kukataliwa. Ulimwengu wa roho unaweza kumwekea mtu alama ya ulinzi. Ulimwengu wa roho unaweza kumwekea mtu alama ya kufanikiwa. Zipo alama ambazo watu wamewekewa, alama za kumilikiwa, alama za kufanikiwa. Zile ni alama ambazo watu wamewekewa katika ulimwengu wa roho. Katika Biblia, neno la Mungu linatuonyesha kwamba ulimwengu wa roho unaweza kumwekea mtu alama. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 15, imeandikwa, Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amonaye asije akampiga. Kaini anatiwa alama na Mungu ili mtu amonaye asije akampiga. Kwa hiyo kuna watu wanatendewa kulingana na alama walizowekewa katika ulimwengu wa roho. Kuna alama za upendeleo. Ulimwengu wa roho unaweza kumwekea mtu alama ya upendeleo. Ulimwengu wa roho unaweza kumwekea mtu alama ya ulinzi, kama tunavyoona Kaini amewekewa alama ya ulinzi. Kwa hiyo mtu anaweza kawekewa alama ya kukataliwa, mtu anaweza kuwekewa alama za magonjwa, alama za kutokufanikiwa, mtu anaweza kuwekewa alama na ulimwengu wa roho. Tunapozungumzia Mungu, tunapozungumzia neno la Mungu, tunazungumzia Mungu, tunamsoma Mungu, tunasoma mambo ya rohoni, tunasoma ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mtu anaweza kuwekewa alama, mtu anaweza kuwekewa alama kulingana na walivyokusudia. Kwa hiyo sasa uende pamoja na mimi tukaombe maombi ya kufuta alama za kiroho. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 22, Biblia inasema kwamba, inasema katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kumbe katika Torati tunaona tena damu huwa inatumika kusafisha na kuondoa uovu. Tunapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kuna damu iliyomwagika, damu iliyotukomboa, damu iliyotununua, ambayo itatumika kutusafisha, itatumika kuondoa uovu uliowekwa kwenye maisha yetu au katika miili yetu. Kuna watu sasa hivi wamewekewa alama za ndoa, hawawezi kuingia katika ndoa, ni kwa sababu wamewekewa alama za ndoa. Kuna watu wamewekewa alama za umaskini, hata wakifanya jambo hawawezi kufanikiwa kwa sababu tayari wanamilikiwa na umaskini. Ili waweze kufanikiwa ni lazima zile alama zifutwe au ziondolewe. Mungu huwa anasaidia mtu kupitia mtu, anabariki watu kupitia watu, anainua watu kupitia watu. Na leo tunaenda kuomba pamoja na mimi ili utaanza kuona baraka za Mungu katika jina la Yesu. Omba pamoja na mimi maombi yasema, Baba, katika jina la Yesu ninafuta kila alama yoyote iliyowekwa katika mwili wangu kwa damu ya Yesu Kristo.
nafuta kila alama yote niliyowekewa katika ulimwengu wa roho. Nafuta kila alama yote waliowekewa watoto wangu. Nafuta kila alama zote za uovu, ninazifuta kwa jina la Yesu. Ninazifuta kwa damu ya mwana kondoo. Nafuta na kuondoa kila alama ya mabaya katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nafuta kwa jina la Yesu Kristo. Nafuta kila alama katika jina la Yesu Kristo. Napanda alama ya ueleweka, alama ya upendeleo. Naweka alama ya ushindi. Naweka alama ya kibali. Naweka alama kwenye maisha yangu, na ninafuta alama zote walizowekewa watoto wangu. Nafuta alama zote walizowekewa katika jina la Yesu. Natangaza kuanzia sasa, hizo alama zimefutwa katika jina la Yesu Kristo. Kila alama yeyote iliyowekwa kwenye familia yako, jina la Yesu, na ninaifuta kwa damu ya Yesu. Amen. Omba maombi ya pamoja na mimi. Futa tena na tena, na utauona mkono wa Mungu katika jina la Yesu. Amen.